Mama mkuu bado uko hai. Nilijua umekufa. Bado kidogo niwapigie watu simu akakuzika. Kama yani mama mkuu mitano tena. Kana roho ya paka. Bahati yake kangezikwa akiwa mzima. Hebu ona, badala akae atulie, anainuka na kuondoka. Yani anachojua kuzurura tu, kuoga. Kamenusurika kufa, badala kalale kaenjoy, kanazurura tu. Oh la 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 la, kipesile, we kipesile, kipesile, we kipesile, kipesile, oh kipesile, naleta mabala, kipesile wewe, kipesile, oh kipesile wewe, kipesile, oh kipesile, kipesile, oh kipesile wewe, naleta mabala, naleta mabala. Niache na wewe. Wewe vipi? Unaniburuza uzo kama mzigo tu. Ungeniacha nimuue. Ungeniacha nimuumize. Mama, sio sahihi. Wale ni watu wako. Tena wanakusaidia shughuli ndogo ndogo hapa nyumbani. Afu walipia hata shilingi 100. Sasa lile juu ambalo amelikwepa, ungempasua nalo kichwa au asingejekoka kwa kukimbia. Ingekuwaje sasa hivi? Sungusha mwa kitambo, sasa hivi ingekuwa habari nyingine. Sikilize wewe kipesile. Ungeniacha nimtumbue, nimtoe ubongo, kila kitu nimpasue mimi huko. Acha kutetea ujinga wewe. Yule mimi ananidharau. Muda wote ananifanya kama bibi yake, kama shangazi yake, sijui kama nimezaliwa na nani wake. Haya angalia sasa. Jana nimedondoka na ongo mimi, nimekuja hapa najiburuta kama kenge limetoka kwenye maji. Yeye ndio kwanza anacheka anamuita mwenzie, "Kimeumana, kimeuma." Yaani sio kunihurumia, kimeumana. Ona sasa. Nimelala pale na yenyewe. Na humo mwenyewe natoka kuamka tu. Nataka niendelee na shughuli zangu. Anaanza, "Mama mkuu, yani kazi yake kuzua tu, haogi, ananuka." Mimi siogi kipesile. Hivi kama wewe ungemfanyaje? Mama, inabidi umvumilie Doli. Tena umvumilie haswa. Kwa sababu vile unavyomuona Doli ni kwa sababu yetu sisi. Sisi ndo tumemloga. Tumemfanya yeye kuchekacheka, mtu asiyekuwa na akili. Ili mambo yetu yaweze kwenda sawa. Hayo yote yanakukasirisha. Na kukasirisha nini sasa? Wakati sisi ndo tumesababisha. Hebu tumia akili. Fikiria kabla hujafanya jambo. Acha kutetea ujinga wewe kipesile. Wewe unatetea upumbavu, unampa kichwa. Ndio maana naye anajifanya muda wote kama kalogo, anajifanya chizi chengu. Unampa wewe kichwa. Haya tuachane na Doli. Hiyo maiti yako iko wapi? Maana toka nimezinduka sijamuona. Na hapa ninavyozungumza hayupo. Na yeye tumemloga zurua tu kama chizi. Kwa sababu hayupo na hatujui yuko wapi. Mrembo, samani nimekusimamisha mazingira fulani yaona kama haeleweki hivi. Lakini hii ni moja ya nyumba zangu. Alafu kuna kuku na mlinzi. Ndio nilikuwa naangalia hapa, naona hafanyi usafi huyu. Yaani atakuwa na dharau sana. Alafu namlipa mshahara. Ila hiyo sio dhamira kukusimamisha hapa mtoto mzuri kama wewe. Dhamira ya kukusimamisha hapa nimekuona ni binti mzuri endana na mimi. So na check ni kwa tupia bring swagger za kutosha, macheni kama yote. Mimi ni artist ndio maana niona vaa hivi. Alafu nikikuangalia wewe mrembo unaendana kabisa na mimi. Hivyo ningependelea sana kama ungekuwa mwanamke wangu. Na sio mwanamke wangu tu. Yaani unafuata pia kuwa video queen kwenye nyimbo zangu, na kuna goma langu fulani hivi nimelipiga na msanii mwenzangu mkubwa. Yaani wewe unafaa kabisa ni kuwa video vixen mle ndani.
Kwa hiyo ukinikubalia mimi, fursa zitakuwa kibao sana, utaenjoy, utakula kura mabata hivi yani prekana si wapi yani ndo kwa sehemu zako za bata yani Coco Beach kule. Itakuwa sehemu zako yani. Kwa hiyo mimi ni artist lakini pia mtoto mzuri, mimi na kipaji kingine cha kupiga beat kwa mdomo. Yani naweza kupiga kama hiyo hapo maiti yako. Imevaa micheni kama kitu gani najiona kabla zamani fulani sasa hivi. Aya basi. Tufanye yule binti wa watu maskini ya Mungu kamkubalia. Kalegea kamuelewa. Atamfanya nini sasa? Maana hana kitu. Kitu anacho mama. Sema tu sikukwambia. Nilimpa uwezo baada ya kumpa ile kazi ya kwenda kuishi kwa Madam Mariam. Maana bila hivyo asingeweza kuishi. Na ndio maana nikaamua kumpa uwezo wa kiume. Unasemaje Kipesile? Mbona unataka kuleta mambo ya nchi za nje? Mpaka leo wanafanya utafiti wa mazombie na mavampire, hawajui chanzo chake ni nini. Kipesile, huyu sio mwanadamu. Ilipaswa ulipompa huo uwezo akashindwa kufanya kazi yako yule madam, ungemnyang'anya mara moja. Huyu hatakiwi kubaki na uwezo wa kiwanaume. Umekosea kabisa Kipesile. Kwa nini unafanya mambo bila kunishirikisha mimi? Na wakati zamani wewe ukuwa hivyo wewe. Ulikuwa lazima kufanya jambo unishirikishe. Lakini toka umeanza kunizalau, kuniona sifai na kunikubali kama mama yako kishongo upande, unafanya mambo mwenyewe unayojua wewe. Angalia ulichokifanya sasa hivi. Hii maiti yako sasa hivi inatangoza barabarani. Inavaa micheni na kujiona ati yeye ni mtu aliyokamilika na kwenda kufuata wasichana wa watu kuongea upumbavu wake. Unadhani nini kitatokea? Acha upumbavu wewe Kipesile. Kwa nini unafanya vitu bila kuniambia mimi? Eti unampaje mtu uwezo ambao huyu ni maiti, sio mwanadamu? Unampa uwezo wa nini wewe? Nikwambie kitu kimoja Kipesile. Inaonyesha wazi kashaonja sehemu. Na hapa anachokitafuta ni kurudia tena. Sasa baba, nimekuita hapa nikwambie kuhusiana na swala mgonjwa wako. Kulingana na hali ambayo nakutana nayo ni kitu cha kawaida, kwa usio na wasiwasi. Mara nyingi wanawake tofauti tofauti wanatokea tofauti tofauti wanapokuwa katika hali kama ile. Kwa hiyo ni jambo la kawaida, wala usio na wasiwasi nalo, sawa? Mimi sijakuelewa. Sio na maana gani? Maana umeongea maneno mengi sana. Ndio bado naendelea kukuambia. Kwa hiyo tumemfanyia uchunguzi wa kitaalamu, tumegundua kwamba muda si mrefu anakwenda kuitwa babu. Anaenda kuitwa babu? Na nani? Namaanisha kwamba binti yako ni mjamzito. Hongera sana baba. Mzee. Wewe unaondoka sasa. Mzee. Baba. Baba. Sasa unaenda wapi? Unajua kitu gani kilichonileta? Kitu gani kilichokuleta kwangu wewe? Zidi ya kutaka kuniua. Umeniangusha kwenye ungo, nimejibamiza chini, kiuno changu kama kifanyi kazi. Najiburuta ovyo ovyo kama kenge nitoka kwenye maji. Halafu sasa hivi tunajua kilichonileta. Wewe una upendo gani na mimi wewe? Zidi ya kutaka kuniua na kuniangamiza. Nimekaa na hema tu, moshi unanitoka mdomoni kama gari nani? Lilikuwa gari bovu au gari moshi mitreni ya zamani ile chochoa kuni ile. Natoka tu moshi mdomoni. Sasa ungewaambia watu, ungeniua afu ukawaambia watu nimemuua mama yangu mzazi, watu wakafurahi. Sio unataka wewe kuniua? Niue mama yako mzazi. Ufurahi uishi kwa amani na babako mdogo. Mama, kitendo cha kutoka kujuku kusha chini nimekusaidia. Tena hapo inabidi nilivyokuja tu unishukuru, kwa sababu unajua fika kupana ungo kipindi cha mfungo ni hatari kubwa sana. Kwa sababu kipindi kile ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani na Kwaresma, ambao mpaka sasa hivi Kwaresma inaendelea. Lakini wewe unajizimaga sijui data, ukujali hilo. Ukupana ungo kafurumuka, mchana kupo ukaanza kupaa. Na ndio maana mimi nikaamua kukushusha. Kwa sababu inaonekana ingekuta kitu kibaya sana
zaidi ya hicho kilichokukuta. Ndio maana mimi nikakushusha na nikakupa adhabu ili ujifunze. Ulishinda kunipata signal mpaka unimwage chini. Ulivyokimbia. Baba, kuna nini kinaendelea? Na Halima anaendeleaje? Huyo mpuuzi Halima ni mjamzito. Kwa hiyo nenda kule ndani alipolala, ukamwambie akitaka kuja nyumbani kwangu aje na mtu aliyempa mimba. Tofauti na hapo nitafufua wafu. Wewe. Kwa nini unaniita huko pembeni? Unataka tuongee nini? Na yote hayo ndio umesababisha. Juzi ulivyonipiga hapa, nipoteza damu nyingi sana. Ndio maana dondoka tu ovyo ovyo. Sio kwamba unadondoka kwa kupoteza damu, shoga yangu. Yaani babako katoka hapa sasa hivi na akaniambia kwa wewe ni mjamzito. Nini? Mimi mjamzito? Wewe. Na kikubwa zaidi alichonisisitizia, ameniambia ukitaka kurudi pale nyumbani kwake, basi hakikisha unaenda na yule mwanamume ambaye amekupa mimba. Bila hivyo atafufua waliokufa. Upo? Twende nyumbani. Wewe. Hivi unajua huruma wewe? Yaani baadaye useme tuende kwa daktari akakuwekea bandage hapo kichwani. Kila siku unavaa hivyo vilemba, uone kama kidonda kitaoza. Wewe unajionea huruma hata na wewe basi. Nyumbani nitakukuta kwa sababu ushaharibu. Hapa cha msingi twende tukamwombe daktari akufunge bandage. Ba mdogo, ninachokushauri, achana na hii safari. Maana itakuwa na manufaa yote kwako. Sio wewe wala huyo mtu wako ambaye ataweza kubadilisha akili yangu. Nishatoa msimamo wangu kwamba sitaki kuombewa, kwa sababu kuna vipengele vyangu bado sijaviweka sawa. Hivyo basi, ninachokusii, rudi ndani, kaa utulie, kunywa maji ya kuingia, kwa sababu hamwezi kubadilisha chochote kile katika maisha yangu kwa sasa. Nisikilize Kipesile. Wewe una mamlaka ya kunipangia mimi, ila mimi ndio nina mamlaka ya kupangia wewe. Wewe kwangu ni mtoto na utaishi ninavyotaka mimi. Mimi ndio najua kesho yako. Mimi ndio natakiwa nikupangie kwamba lazima utoke hapa, uende hapa, urudi hapa. Hivyo basi, hiki ninachokifanya ni kwa ajili ya manufaa yako wewe. Najaribu kutafuta njia gani nzuri na njema ambayo utakuwa sawa. Kwa sasa kwanza kuniingia katika maamuzi yangu, yeye inakuwa sio sawa. Na huwezi kunizuia kwa chochote. Labda ukitaka kunizuia, niue. Ukishindwa kuniua, nipofushe. Ukishindwa kunipofusha, basi unifanye kiziwi, ili mradi nisione, nisisikie popote penye fursa ya kuweza kukusaidia wewe. Lakini tofauti na hapo, nitafanya kila ambacho mimi naona ni sahihi kukufanyia wewe, ili mradi uwe sawa. Ba mdogo, wewe endelea kulazimisha. Ila kuna kitu tutakiwa kujua. Ikitokea umemleta huyo pasta hapa, hamtonikuta. Nitakimbia na kuondoka. Na nikiondoka hapa kwako, hautomaliza hata usiku mmoja. Watakuua. La 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 la, Kipesile, we
kipesile, we kipesile, kipesile, naleta mabala, kipesile wewe, kipesile wewe, kipesile, kipesile wewe, naleta mabala, naleta mabala, naleta mabala, we naleta mabala.